Na ndio maana kama kuna vitu vigumu duniani ni ndoa. Unajua kwa nini? Wanaomiliki magari watakuwa mashahidi wangu kwamba kabla hujanunua gari unalitesti kwanza. Unachukua fundi, analijaribisha. Mnaangalia breki, muda iliyokaa, kilomita, uraji wa mafuta, sijui linawaka haliwaki, sijui likoje. Muna testi we. Paka fundi anasema humu kuna gari lipia. Humu hakuna gari, achana nalo. Kwa sababu umelitesti, umelipima. Sasa bahati mbaya ndoa haina testing. Unabeba gari yadi, hujui kama lina breki, hujui kama lina taa, hujui kama lina waka, hujui kama lina matatizo gani, unalileta kanisani. Umelitoa huko kwenye yadi ya wazazi wake, unalileta, una uhakika nalo, anasema mbele kwa mbele. Na siku zote kama kuna wanafiki ni wachumba. Hakuna unafiki kama maisha ya uchumba. Siku zote mimi nasema yale sio maisha halisi, ni mapretenda. Wana pretend kitu ambacho hana. Anakuwa mpore. Yani hatukimsalimia hata mwanaume anatamani na yeye pole. Yani anavaa maisha fulani ya kupretend. Yani akikutana na wewe anasema Bwana asifiwe, habari, Mungu mwema, kwa kweli tunamshukuru Mungu, unaendeleaje? Mtu wa kiroho. Yani unamuona kabisa bonge la kijana. Paka binti anasema nilichelewa wapi kumpata huyu. Paka kijana anasema haka kabinti kalikuwa wapi, kalijificha wapi, maana nikapore. Hatu kikakanyaga kenyewe ndo kana kuomba msamaha. Kanasema samahani, niliweka mguu vibaya. Na wewe unasema samahani, sikuangalia chini. Yani ni wapore. Unaweza kufikiri yale ndio maisha, kumbe mapretenda wanafiki. Kabinti kanakuja mpaka kusalimia kwa wazazi, kanapiga deki hata nyumba iliyopigwa tayari, kanaosha vyombo hata vilivyooshwa tayari. Yani kanamsaidia mama kazi. Mama anamkonyeza kijana wake, anasema umepata kitu. Paka wanawaza oa haraka. Maana kaka binti katakata tufaa sana. We msanii huyo, pretender huyo. Sio mwenyewe. Kijana naye anaenda kusalimia kwa wakwe, anaanza kuchukua staili ya kuingia nyumbani, anatokea mbali. Jinsi ya kusalimia na pretendi, anafika pale kijana mpare, yani